Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Nafikiri sote tu wazima wa afya, na ikiwa wewe ni mzaifu, Yesu azidi kukuweka vizuri kabisa, damu yake kuzunguke na upate afya nzuri. Sawa, acha tumshukuru Mungu. Asante Kristo kwa neema na tukufu. Asante kwa kutupa kibali tena cha kulizungumzia neno lako. Naomba Roho Mtakatifu ambaye ajua yote siri zako azidi kupambanua maandiko na kuyafanya wale ambao wanaisikia wapate kupata tumaini la imani letu na kuokolewa, ili wazidi kuzaa matunda mengi. Ni katika jina la Yesu Kristo kuamini. Amen. Sawa, Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tutajifunza neno ambalo linazungumzia shika sana ulicho nacho. Shika sana ulicho nacho. Tutasoma katika kitabu cha Ufunuo 3:11. Inasema, naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Neno kushika. Kushika ulicho nacho. Kushika ni asili ya kukaza, yani kung'ang'ania lile ulilolipokea, aidha lile ulilo nalo, aidha kitu ulicho nacho, kukishikilia mtu mwingine asikipokonye. Yani unashikilia kabisa, ili pasije mtu mwingine akalichukua na kaenda nalo. Yani ulishike kile ulichokipokea, ukishike. Kushika yani kukaza, kung'ang'ania jambo ambalo umelisikia, jambo ambalo unalo, aidha jambo ambalo umeshakuwa nalo tayari, unalishikilia lisipokonywe. Ambacho tunakwenda kujifunza leo, kushika kile ulicho nacho. Mfano kwenye Wafalme wa Pili 2:1 pale ukianza kushuka, wakati Eliya ilipokaribia wakati wake wa kupaa kuchukuliwa kwenda mbinguni, wakati alipokuwa na Elisha, Eliya alijaribu kwa namna yote kumkwepa Elisha, lakini Elisha alishikilia, aling'ang'ana, alimng'ang'ania Eliya, hakupenda kuachwa. Eliya alijaribu kutafuta mbinu zote za kumkwepa, lakini Elisha alishika, alikaza buti, hakupenda kuacha lile ambalo Eliya alikuwa nalo, kwa sababu aliona umuhimu wa lile jambo ambalo limo ndani ya Eliya. Na Elisha alijua, nikipata hata nguo ya Eliya wakati atakapopaa, akiniachia nayo, hichi kitanisababisha kusonga mbele, hichi kitanisababisha kutoboa. Na Elisha hakuacha mpaka pale Eliya alipopaa, akamwachia vazi lake, akamwachia Elisha. Na Elisha akafanya miujiza kabisa nalo. Aling'ang'ania, alishika, alishikilia, hakutaka limuondoke naye anaona. Alimng'ang'ania Eliya. Na Eliya alijaribu kumkwepa namna zozote, lakini hayakuwezekana, kwa sababu Elisha tayari alijua ndani ya Eliya mna jambo, na yeye akienda na ile roho ya Eliya lazima atatoboa. Akang'ang'ania na alitoboa. Vivyo hivyo kwa Yakobo alivyokutana na Penueli. Yakobo aling'ang'ania Penueli, alijaribu kutoka lakini hayakuwezekana. Yakobo aling'ang'ania, akasema, hautoki hapa mpaka unibariki, mpaka uniachie ulicho nacho, unibariki. Alijaribu kufanya mambo yote ili aondoke, lakini Yakobo alisema, hamna cha kuondoka, lazima unibariki. Alishika, alishikilia kile alicho nacho, lazima akipokee, lazima kimfaidishe. Hakumwacha aondoke akiwa mtupu, akibaki yuko mtupu. Alishika,
kile alicho nacho. Na malaika yule hakumwacha Yakobo alivyo. Lazima aliacha na mbariki Yakobo, kwa sababu Yakobo aling'ang'ania, alishikilia lile ambacho malaika alilo nalo, akalishikilia mpaka aliacha na mbariki, na akamgeuza jina, akatoka kwenye jina la Yakobo akapewa jina la Israeli, na kupitia Yakobo likaja kuwa taifa la Israeli, kwa sababu aling'ang'ania malaika, aling'ang'ania, alishikilia lile ambalo analo, alishikilia. Ni kama vile mwalimu anapokufunza jambo, unashikilia lile ambalo anakupashia wewe, utakuwa ni mwanafunzi mzuri, utakuwa na utatoboa tu, kwa sababu unashikilia yale mafunzo ambayo unayofundishwa, yanakuzalisha na yanakufanya na wewe akili zako kupanda kwa kiwango cha juu. Yani unakuwa na kiwango cha hali ya juu, kwa sababu unayashikilia yale mafunzo, aupendi ya kuondokea. Na andiko hili linatuambia kwamba shika sana ulicho nacho, pasije mtu akakifanyeje, akakipokonya, aidha akakichukua. Kushika ulicho nacho, pasije mtu akaichukua taji yako, akaichukua lile ulilokirimiwa na Mungu, lile ambalo Mungu amekupa. Shika. Ambacho tunapenda kujifunza, ambacho tunapaswa kukishika ni neno la Mungu. Tushike lile neno ambalo tumelipokea, ile imani yetu tuishike, pasije mtu akaliondoa lile imani ambalo tayari tumesha liingiza ndani ya mioyo yetu. Tuishike hiyo imani ambayo tumepewa na ambayo tayari tumeipokea kwa ajili ya kumtumikia Masia. Tuishike. Kwa nini nikuambie neno hili tuishike imani letu? Tulishike. Kwa nini tulizingatia hilo neno? Kwa sababu ukiangalia kwenye Petro wa pili 2:1, Biblia inatuambia kwamba kutakuja manabii wa uongo wengi. Na kazi ya manabii wa uongo, asili yao itakuwa kulibadili imani. Ndio wale ambao unaambiwa kwamba watakuja kama kwenye mgongo unawaona kama vile ni Wakristo, lakini ndani sio Wakristo. Ndani sio Wakristo. Yaani kwenye uso wanavaa hali ya utaua, hali ya utakatifu, lakini ndani ya mioyo sio watakatifu. Sio watakatifu. Manabii wa uongo, wasemao uongo. Hao watu sio tena kwamba watakuja, tayari tunao muda huu wanafanya kazi. Tayari tunao muda huu wanafanya kazi. Wanatenda na wako na kasi ya hali ya juu. Tena sana. Tena sana. Na cha kuwashinda ni kushika imani lako ambalo tayari umelipokea. Kulishika hilo imani tu. Shikilia imani lako. Kwa sasa hivi pana watu wameleta maji ya upako, chumvi ya upako, na walio wengi wamepotoka, wanakwenda huko kwa sababu kutafuta uponyaji. Wamepoteza imani. Yaani lile walilolipokea limepotea. Wamepoteza imani tayari. Wamekuwa manabii wengi. Kwa sasa hivi pana wengine wanazungumza ya kwamba hakuna kitu kinachoitwa unyakuo. Wajisema ya kwamba siku nyingi watu wameambiwa kwamba Kristo atakuja, ni miaka nenda miaka rudi, lakini Kristo haji. Wanashuhudia na kusema ni uongo. Wanasema kabisa ni uongo. Huo ni uongo. Watu wameaminishwa mambo hayo toka zamani, lakini ni uongo. Watu wanasema hivyo kabisa. Na anasema ana ujasiri mkuu. Wanasema wakijiamini na kuona wanaoyaongea
ni mazuri kabisa ya kwamba ndivyo ilivyo, lakini tujue ya kwamba kwenye Petro huyu wa pili 3 inatuambia kwamba watu watadhiaki na kusema kwamba tokaya mababu zetu tulisikia kwamba Kristo atakuja. Mbona haji? Watu watayazungumza, na kwa muda huu tulio nao yanaanza kuzungumzwa. Watu wanazungumza tena, ambao watu walioamini wakasema hawa ni Wakristo, wanazungumza kwa kiwango wakizani ya kwamba wako sahihi. Wanasema kweli, yameshuhudiwa mara nyingi Yesu haji, wakisahau ya kwamba Sodoma na Gomora iliangamia, wakisahau ya kwamba wakati wa Nuhu dunia iliangamia. Watu wanapoteza hiyo, na imezungumzwa vizuri sana kwenye Petro wa pili 3, imezungumzwa vizuri sana. Watu watasema ya kwamba Mungu anakawia, wakishindwa kusahau ya kwamba Mungu akawii kutimiza ahadi yake. Shika ulicho nacho, shika ulicho nacho, pasije mtu akaipokonya taji lako. Hao manabii wameshakuwa wengi, wanazungumza katika mtandao. Hii ni wakati wa mwisho, ni wakati wa kuangalisha, ni wakati wa kulishikilia imani lako, kushika imani lako. Ni wakati wa kusimama katika Kristo. Watu wanalalamika, watu wanafundisha mafundisho ya uongo ambayo hayawezi kabisa kumkoa mtu, ambayo hayamfurahishi Mungu, ndiyo ambayo yamejaa udongo wa upako, na watu wote wamekaa amena. Hayo ndiyo yataponya, kwa sababu ndio wakati ambao tulionao. Utavitumia, vitaponya, ndiyo vitaponya, utajisikia umepona, lakini ni nje ya imani, sivyo? Na Biblia inatuambia watawapata watu wengi, watu watakuwa wengi ambao watawapata watu wao. Sasa hao ni manabii waongo, lazima maandiko yatimie na lazima wafanye kazi. Sasa jambo muhimu kwako ni kushika kile ulicho nacho, kisipokonywa, kisiondolewe, hilo imani lako lisiondolewe, na alitaondolewa pale ambapo wewe umelisimamia misingi na kutokuruhusu kila anayeleta injili yake kuingia ndani ya masikio yako. Shika ulicho nacho, shika sana ulicho nacho. Ni neno fupi sana ambalo nilipenda tulijue, tulizingatie. Yakobo alishikilia, Elia alishikilia, na wewe shika ulicho nacho. Shika imani lako, na kwa kulishika imani lako zingatia neno la Mungu. Hamna msingi mwingine, ni neno peke yake, maana Mungu anazungumza katika neno lake ndilo kitu chote. Ndipo ambapo mna instruction yote katika neno la Mungu. Yani kwa kulishika imani lako lazima ulizingatie neno la Mungu, lazima ulizingatie na uishi katika neno. Imani utalishika vizuri, hautayumbishwa. Maana utakaposikia huku kumekuja watu wa namna hii, waponyaji, wanafanya miujiza namna hii, wanafanya vitu vya namna hii, imani lako halitayumba. Utakuwa unajua, kwa sababu unapokuwa umedumu katika neno, linakupa instruction, linakupa mwelekeo wa kujua nini ili ambalo linakuja, ni huyu mtu amekuja ametokana na nini, kwa sababu umesimama katika misingi ya neno la Mungu. Shika ulicho nacho. Paulo anakuambia kwamba hata malaika akija na injili lililo tofauti, na alaaniwe, na alaaniwe, na alahaniwe. Kwa hiyo kuwa makini na injili zinazokuja, injili zinazokuja, uwe makini. Kwa sasa Biblia inaambiwa ya kwamba sio kitabu ambacho kikamilifu. Sasa hivi kunakuja Biblia mpya, wanataka fanya marekebisho paje Biblia iliyo sahihi vizuri, iliyo nzuri zaidi.
na watu nao wanasimama na kusema ndio, hiyo ni kweli, hii Biblia imezeeka, acha tupate Biblia. Panakuja na vitabu vingine vimeshaanza ingizwa na watu wanashuhudia hivi ni vitabu vya kweli. Shika ulicho nacho. Huu ni wakati mgumu, na hata Biblia hizi ambazo tunazijua zitaondolewa. Nunua Biblia yako, weka nyumbani. Hizi Biblia tulizo nazo, mabadiliko zitafanyika, maana ndio wakati tulio nao. Shika ulicho nacho, imani lako. Lichunguze neno kila siku. Usilale bila kusoma neno. Usilale bila kukaa, bila kuangalia neno. Shika imani lako. Na imani lako linashikiliwa kwa misingi ya kulizingatia neno na kuomba. Shika ulicho nacho. Muombe Mungu akuonekanie. Usiumbishwe na imani la mtu. Usiumbishwe na mawazo potofu. Mtu anapokuja na elimu iliyo tofauti, mkemee. Elimu usiangalie ni mtu wa namna gani. Anapoanza kuyumba, anapokuletea elimu ambayo haingii ndani ya masikio yako, itupe, ili usiumbishe imani lako. Zingatia ili swala, zingatia ili neno, kushika kile ulicho nacho, imani lako, maana hapo ndipo pana nguzo kabisa ambayo itakusababisha kutoboa. Lakini ukiliruhusu moyo wako kila jambo, kwa sababu limetupwa ndani ya mtandao, kulisikia kwa sababu mtandaoni panapita mambo yasiyokuwa mazuri ambayo yaweza kukusababisha kukuondoa katika imani. Zingatia hilo. Kaa ndani ya Kristo. Lishike imani lako. Shika kama alivyoshika Yakobo. Shika kama alivyoshika Elisha. Hakupenda kumuacha Elia. Alishika mzigo ule, lazima atoboe. Yakobo alishikilia malaika, lazima atoboe. Na wewe shikilia neno, lazima utoboe, uingie katika mbingu, uone mbingu. Bado hatujafika. Tutakapofika, hapo ndo panakuwa sawa. Umefika mahali, umepumzika, umekuwa sawa. Lakini wakati huu, shika lile ulicho nacho. Mtu asisababishe imani lako likaondoka, ukapoteza imani. Natumaini neno hili ni ndogo sana, lakini litakusababisha kukupeleka mbele kidogo. Na Bwana kubariki. Amen.